Ya pili ikawa ni ya kufukiwa chini, nafukiwa chini ardhini. Ya kuna mavazi ambayo unavalishwa. Ya mida ilikuwa ni alfajiri. Nikaambiwa hapa utakaa siku hizi 3 chini, siku 3.5. Ya masaa 24, masaa 72. Unakuwa unakaa pale chini unajielewa. Yaani wanafunika juu kama kaburi kabisa vile. Unakuwa unajielewa. Yaani kwa zile hatua za mwanzo unajielewa. Ila kwa muda unaofuata unakuwa uelewi. Sababu mimi nakumbuka ilikuwa ni mida ya saa 11 alfajiri. Tulifanya hicho kitu, nikaingia ndani pale, juu akaweka miti, akaweka majani juu kama mwanandani vile. Akafikia juu, fikia juu akamaliza. Kwa nasikia joto mnafanya kazi kama fahamu zinapotea. Kama muda mchache tu nikaa kama sielewi kinachoendelea. Baada ya muda fulani hivi nasikia juu wanafukua. Fulani ndio. Amka bwana, ongea sana bwana, safi bwana wewe. Sasa mimi cha ajabu sasa. Ule muda nakuja kuinuka. Silikuwa ni alfajiri saa 11. Nashangaa ni saa 8 mchana jua kali. Yaani mle ndani kwa ule muda ambao nimekaa na kutoka. Ni kama vile kama dakika 10 kama dakika 10. Kumbe hapo na siku ya 3. Niko mle ndani. Sijala chochote. Wala na kule ndani kama unajua kawaida mtu akiwa alizini kule nani hewa inaisha. Kwa hiyo unapokuwa huko mle ndani kuna vitu fulani ambavyo vinakuingia. Sometimes vingine unaviona, vingine ndio hivyo. Na hiyo ndio ile ambayo unakuta kwamba naweza nikatoka hapa nikaenda kwa mtu fulani. Au nikatoka hapa nikaenda Mwanza. Nikafika kwa mtu fulani, nikamuona. Yule mtu nitakapokuwa nimemuona, ninakuwa tayari nimesha, yani nakuwa kama namfahamu kabisa. Complete huyu hapa ni fulani, anafanya anatokea wapi, nakuwa namfahamu hata ramani. Unakuwa unajua kabisa. Unakuwa unajua. Kwa hiyo hicho kitu kinakuja automatic kwa sababu nini? Ya ile dawa. Ile ambayo nilikuwa nimepigwa ndio nikaambiwa kwamba hii hapa unakuwa unaweza kubadilika sura. Badilika sura. Na change. Kuna change sura. Mfano mtu anaanza kufika sema labda anakutafuta wewe, anakuulizia sehemu. Akaja akafika na kuuliza mwenyewe. Bana, Mikaeli umemuona wapi? Alafu wewe ndo Mikaeli sasa. Basi baada na niko maliza yale mambo, hapo ndo nikawa nimepamba moto sasa. Hapo ndo kama mdudu. Yaani hapo ndo nikawa nimepamba moto, nikawa tena yani hakuna masiala. Hindi hapo ndo umetoka Mwanza umeenda kule. Nimetoka Tabora. Umefanywa hizo hatua saizi umekuwa mdudu. Hizi hatua ulifanyiwa kule au ni hapa? Hizo hatua maana si nilisafiri kwenda kule kijijini. Ukisema kijijini wewe hapo, yaani ulifanyiwa kwenye ulimwengu huu wa kwetu. Ndio. Ulienda kule mnakoenda kwa vikao. Yaani okay. Yes, that's right. Ile pale inajadiliwa kwenye vikao. Inajadiliwa na nini, napanga kila kitu ratiba. Maana yake hata kama kufanya mchana, ile ilifanyika physical tu kawaida, lakini maagizo yalikuwa yameshatoka kule. Kwa hiyo maana yake hata kama ni mchana kwa asubuhi inafanywa kawaida kwamba sasa imeshana kama wewe sasa unazikwa chini au unachemshwa kwenye maji. Kuna maeneo maalum. Maeneo maalum. Utakuwa wewe msituni kabisa. Msituni. Kwa sababu huko ndo unakuta kuna watu ambao wapo watu wanasema kwamba silaha hizi hapa watu wamesafisha silaha. Wengine bado wanazo lakini huwezi kuiona. Watu wanazo mpaka sasa hivi. Silaha bunduki tuseme. Si kuimiliki bila kibali ni sheria. Mtu anayo. Na hajulikani. Na hata kama ukifika kumkagua utafika hapo bora kama nikuni hapa uione kama ni yenyewe. Kwa sababu kuna dawa kama nilikwambia kidono hicho. Hata risasi haifanyi kazi. Na mtu anapokuwa amefanya hivyo lazima itest. Lazima ijaribu. Unakwambia kumbatia mtu huo hapo. Anatengeneza bunduki yake na koki vizuri. Unapigwa risasi kabisa. Kuja kuangalia kwenye shati. Hamna kitu. Hamna kitu. Okay. Kwa hiyo inakuwa hiyo ni miti maalum. Hiyo ni miti inayotengenezwa hiyo miti. Inakuwa na nafsi. Inakuwa na nafsi ambayo sasa ndio ukivalishwa ukitengenezwa ndio siku unakuja kama matokeo kama